Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi alqail wa la yubdina zinatahunna illa libuulatihinna au abaihinna, thumma salatu wassalamu ala habibina wa shafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uzangu wasikilizaji Waislamu na wote mnaotufuatilia kwenye vipindi vyetu, leo tunakumbushana tena umuhimu wa mwanamke kujistiri vizuri wakati wa ndoa yake. Kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya baadhi ya wakina dada, ile siku ambayo anaolewa unakuta kijana wa Kiislamu, kwa maana yule mume anavaa vizuri, wengine wanavaa kanzu nzuri, wengine wanavaa suti nzuri, lakini muolewaji anakuwa anavaa nguo ambazo zinaonesha mwili wake kabisa kabisa, yani nguo ambayo ni transparent, yani ukitazama ndani unaona kabisa. Mavazi haya Uislamu umeyakemea. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alieleza kwenye Qur'ani, wala yubdina zinatahunna, na wasidhihirishe mapambo yao illa libuulatihinna au abaihinna. Mapambo hayo wanaruhusiwa kuyadhihirisha mbele ya nani? Mbele ya waume zao, au ikitokea baba naye hakuna ubaya, lakini mapambo hayo wadhihirishiwe waume zao. Kwa hiyo tunaikumbusha jamii yetu ya Kiislamu, hasatan jamii ya Kiislamu, kwenye ndoa zetu zinazofungwa kupitia utaratibu wa dini ya Kiislamu, yale mavazi yafate nidhamu na taratibu ya Kiislamu, kwamba mwanadada wa Kiislamu ajistiri vizuri. Yale mapambo ambayo amejipaka piko zake mashallah, amejichora vizuri, ile ni mali ya mme wake, kwa sababu mme ndio ana haki ya kuona mapambo hayo. Sisi wengine ambao tunahudhuria kwenye sherehe ile hatupaswi kuyaona yale mapambo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakumbusha umma kwamba mavazi kama vile wanamume wanavyopendeza mashallah, wanavaa kanzu nzuri, kofia nzuri, mara nyingine anashika na kifimbo, ni mavazi mazuri haya. Basi vile vile na hawa wake zetu, na wao wahakikisha wanavaa stara nzuri, ikiwezekana wavae hata juba, wavae hata niqabu kwa ajili ya kuficha yale mapambo. Kisha wakifika nyumbani sasa wajiachie, kwa sababu mwenye haki ya kuyaona hayo mapambo ni waume zao na sio watu wote ambao wanahudhuria katika sherehe ile. Huo ni ukumbusho wangu wa leo, ndugu yenu, wabillahi tawfiki wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.